Unapenda pesa kunizidi. Nakupenda na wewe ndio maana kutakia maisha mazuri, ndio maana nataka uolewe na ule mzee. Kwa sababu utaishi maisha ya raha, ya furaha, utakula chenye unataka, utavaa chenye unataka, utatembelea nchi yenye unataka, wewe mtoto wangu. Hiyo ni bahati na bahati na kujenga hili ni moja. Kitu kimoja haijagi mara pili. Hichi kitu sikufurahi, sitakifurahiaga wala simtaki na simpendi ule mzee. Hayo yote mnafanya mnanilazimisha, hicho tu mkijua. Nataka uniguze kichwa. Na kisha mimi sitaki kuongea naye. Sikieni kwa mimi. Kama na kichwa nimembeba tumboni mwangu miezi 9. Huyu mzee ataolewa naye. Akubali, atake astake, ataolewa naye tu. Anamtafuta. Nakuzimia. Ya amesema tu usubiri tu muda kidogo, mtaongea tu naye, mbona issue kawaida hiyo. Issue kawaida, wewe inshallah kwa kesho tu Mungu akipenda. Niko na cheki na tazama. Alafu mbona ngavya mikauka haya. Taweza siku hizi yani siwaelewi wao busy hapa. Hata hapa mimi ndo nimeanza hizi siku 3 kwa hapa maji on time. Kama sasa ilikuwa limekauka kabisa. Hata kisi majani yake alivyokuwa yellow. Alafu subiri kwanza. Secretary wa timu Wishi anasumbua sana leo. Vipi tena? Secretary wa timu Wishi anasumbua kinoma. Tena Shamsu haeleweki. Shamsu hizi noma sana kabisa. Afadhali atatreach. Umeona Shamsu haeleweki. Tena vipi the Tiger? The Tiger iko sawa program zake. The Tiger iko fresh. Yuko fresh kabisa. Kosa leta mtu mpole. Lakini sio mwa pole tena kwa tengeneza kitu cha chini. Akuja kufanya surprise moja mbaya. Bwana anamwamini. Waacha vitu vyako. Umeona? Sasa nifika pale vile timu Wishi tumeongea pale vile. Ndio. Namwambia nani Shamsu vipi kuhusu yale mabao ya kupiga hapa kwenye vitole yale. Absolutely. Yes, nimesema kabisa nataka zote 5 zetu zifanane. Ndio. Lakini paka sasa hivi angalika na complain. Amesha complain kitu gani? Wewe uko ndani ya timu Wishi asema ndio, lakini sasa wewe naye itabidi pesa kwanza iongezewe. Ambe basi kama ni pesa, mimi katoka nimemaliza kila kitu. Ambe basi wewe tengeneza, mimi naenda kuongea na baba Amir, alafu ndio kila kitu kitakuwa okay. Usijali. Unaona. Alafu unajua umekuja umepishana tu na mzee mwenyewe. Unajua mzee kwa serious na ile mambo yake. Mambo gani tena? Si yule mchumba wake. Na leo ndo pete. Ili mwenyewe alikuwa anataka muda si mrefu nikupigie simu jana, unajua we have to go together. Ile mambo ya mzee unajua kwa serious. Mzee na yeye wana. Yaani ndo katoka kabisa mara ya kwanza eti anaenda kuonana na mchumba wake. Sasa sasa nitakwambia ni nani lakini. Na ameniambia akirudi, hajaniambia ni nani sasa kinachonishangaza. Na wala mimi na mimi I don't mind about it. Kwa zamani wana siri hao. Wana siri. Hapo unajua na hamu ya kumuona mchumba wake na kumjua. Lazima. Sasa mamako mdogo huyo tena anakuja. Wewe naye bado hajana mamangu mdogo. Sasa tumuita nani? Ya mama mdogo. Utamuita shemeji? Si ni mama mdogo, si amekuisha, usiakuzi bwana. Basi bwana. Basi. Haya basi niambie. Yeye nasikia kama nina hamu ya kumuona, kumjua. Unajua wengine wazee wa siku hizi noma ndugu yangu. Wazee wa siri, wazee wa zamani hao wamekalia siri sana. Unaona wana siri za muda mrefu tu wanaweka ni makabati au waone. Wakitakuwa poa sana. Sasa vipi kesho yako hivi? Unalala siku gani na mtoto? Maana wewe bado hujaniambia. Hebu chukua kaka yako. Hujaniambia bado. Mwana yangu. Kama kwa sijakwambia. Hujaniambia kabisa. Siku gani bwana? Ndio hujaniambia kabisa. Ndio sijakwambia. Umeshaniambia? Hebu jaribu hata kuota basi. Umeshaniambia? Alafu sorry unajua. Glasi zimegongana kwenye kabati. Hii weekend ya 20 tena. Pamoja ile nafasi yetu. Kwa nini? Si ndio nenda kukutana na Malikia wangu mwenyewe. Kwa nini umepanga sasa hivi weekend? Ungepanga siku nyingine. Wewe unajua weekend ni lazima tunakwenda kwenye issue zetu. Wewe unapanga tena weekend. Sabi. Hatujapanga, yani yenyewe imejipanga, yenyewe imeanguka yenyewe kabisa hivi. Hapa jaribika kitu, what's mind? Sawa. Wewe utafikiri unaanza. Si unajua utafikiri unaanza napo. Basi ndio wasimama. Nikimaliza napo tu, just one call. Okay. Unajua Warundi ndio wamesmati uko zivugija uko zitanga. Hata basi na dance hivyo hivyo. Ikija kinatinati napiga tu natinati. Hamna noma. Lakini sio ndio funa ndio ishi yetu. Maana ile ishi kila siku weekend tunafanya tu
Kama kawa. Au kama vipi muongelee tu mkutane hiyo nafasi ya issue yenyewe. Acha tuanzie kwa fundi tumalizane na nitakukuta huko. Unajua una hamu ya kumwona. Ndio angalia zangu hata TV ndio alishachoka. Twende wote basi. Nakuzimia. Mzee wako amenipokea vizuri. Mzee Kaposho nampendaga sana. Amenipokea vizuri sana. Umefika salama? Namshukuru Mungu. Mchoko nini? Afu ndege watu hawajuagi ndege na yenyewe inatiaga mchoko watu. Ikianza kutibuka mule mumuhewa mule. Bala. Umesha kuwa mtoto mwanamke. Afu kule mnakoga maji aje. Pole kageuka sana. Mwili mrembo nini? Ushakuwa mzuri. Sasa. Asante. Nikushukuru Mungu. Nikushukuru Mungu. Afu kule wamekufunza kuwa na katai sawa ka wazungu weupe siri ya Kifaransa nini? Au unakula kidogo hauli sana? Kawaida. Kawaida. Na ndo napenda stili ya watu wembamba nini. Ndio. Afu mpole. Mimi napenda watoto wapole kweli. Mungu atanijalia inshallah. Sasa mimi nilikuwa naona sasa nianze kupangilia sasa. Kwani kutoka zamani tulikuwa tunaelewana na mzee wako. Nikawasaidia kila kitu. Pale hata ukufurahi kwako. Mimi nilisaidia sana. Kifedha, ideas, yote. Kwa ajili ukue vizuri, ukue na elimu nzuri, afya nzuri. Unaona? Sasa Mungu amesaidia, mambo yamekuwa mazuri. Hapo umekuja na macho manene. Ni Mungu ndo kakupatia. Sikusikilia wivu. Usiwazi na kusikilia wivu. Ni urembo wako. Sasa mimi naweza hivi nikapangilia mambo ya ndoa, tuwezi kuoana nini, sherehe iwe nzuri. Tu ni muda mwafaka sasa. Umemaliza masomo, ndio chenye tulikuwa tunasubiri. Na mimi niko pekee. Nyumba iko wazi, nene, nyumba kubwa nzuri. Uwe malikia wangu. Sawa. Inawezekana. Afu watoto wapole wanakuwa na midomo mizuri, watoto wapole. Ndio hivyo. Mungu alishakubariki. Mungu kakuzawadi. Mimi nikusema tu basi. Unasemaje? Mambo mazuri. Sawa. Sawa. Na ukinyamaza unakubali. Kino dimo konsa. Mtu akinyamaza amekubali. Mungu. Sasa nilikuwa nilikuletea zawadi. Zawadi yako nono. Sasa naona leo haiko karibu hiyo zawadi, lakini takufikishia. Msijali. Inshallah. Bora nimekuona. Bora uko vile ulikuwa. Ushakuwa vizuri zaidi, mrembo zaidi. Mungu. Nimebarikiwa kweli. Afu ukiendelea kuwa mpole ndio kuwa mzuri zaidi. Napenda upole wako. Umeniua mtoto. Erika pale usiwaze, na wamalaika hawana maneno mengi. Wako kimya. Wanabaki kimya. Afu
kapusha miza. Iko na mrembo nyumbani. Liua. Wewe. Ya, asante. Afu sijaziona nywele zako. Zinaweza kuwa ni nywele za Kihindi kizungu. Nyingi sawa mvitandio. Nashukuru. Sasa. Afu nakaribia kwenda. Ya, na mimi kuna naenda kumsaidia mama, alikuwa anasema nimsaidie kidogo. Kumbe? Yeah, so umwambie mzee kama naye. Yeah, ngoja nimpitie naye, sawa? Mama we. Hapa sasa. We. Kitu chombo hiki. Afu huyu mtoto. Huyu mtoto mwanamke anafanana na mke wako. Mama Kamili. Licho. Akikutazama unajileta. Mungu we ataniua. Nakuzimia. So that's kama kisi nilipokuwa nakwambia Umaira, yani sina raha. Nyumba naona ikaa hivi lakini sina amani hata moja. Wazazi wangu wananizingua. Ule mzee kama mzee Majani, kama mzee Jan, whatever, sijui. Azidi kuemea kila siku. Jana kwenye anatoka hapa na mifuko ya mchele, sijui nyama ya ng'ombe, sijui nini. Mama wangu amletea vitenge. Nyao tafikiri wanavimtumaga, ananizingua. Sijui hata nikwambia aje. Yaani nasikia kichwa kinazidi kuniuma kwa sababu ya yule mzee. Pole sana rafiki yangu, lakini nakwambia zidi kumuomba Mungu. Wewe utaolewa tu na mwenye unapenda, ule mzee acha wasaidie kama familia. Kama wewe familia yako imependa hivyo vitu, acha ipokee. Lakini wewe kama wewe hayakuhusu, nasikia utatafuta mtu ambaye unapendana naye, kijana kama wewe, na utaachana naye wewe mzee. Yaani hawezi wakakubali. Mimi nakwambia like kukubali hawawezi. Wameshaniambia kuolewa ndio utaolewa. Sababu yani nikienda kwa mtu mwingine, hiyo atasimamisha kuwasaidia. Usifikiri anawasaidia bure. Anawasaidia sababu ananitaka mimi. Lakini hawezi mama yako kukubali kukuuzisha wewe eti ili ameshakubali. Unaika naye. Ameshakubali. Unaeleza vizuri. Wale sio wazazi wa hivyo. Nimeshaika nao mama, basi baba nimeachana naye sababu ni mwanaume. Nikaenda kwa mama mwenye anaweza kawa na huruma wa binti fia wake wa kipekee, na muelezee unaniuzisha aje kwa hiyo mzee. Hasikii kahela, ametusaidia mingi, ametujengea nyumba, amefanya hivi, amefanya hivi. Hataki kusikia na ndogi, yani nasikia kama nitafia mwa nyumba. Kila siku kumuonesha kama alisaidia tu kwa basi kwa kutoa msaada. Sio lazima wakupatie wewe. Hapana. Ndio hivyo, yani ameniuzisha kwa ufupi. Hapa sasa atakuja kukulazimisha kuwakosea adabu. Ndio sitaki sasa. Hiyo tabia sina, kugomana nao sina. Na hata nakuwa naongea na ule mzee anakuja hapa naongea naye ni basi tu kuna msogelea. Baba ndiye anaweza kumuelewa, lakini mama umuoneshe uzito wa kuolewa na mtu ambaye haumpendi. Anaelewa mdogo. Lakini kwenye pesa iko. Namuoneshaga uzito na anakuja namuonesha uzito wa vitenge. Achana naye ule mzee. Lakini mimi na imani kama utaolewa na mwenye napenda. Kweli wewe ndio kweli. Kama shangazi unamwambia yeye kama yeye anamfikishia kaka yake. Labda shangazi, lakini mama labda shangazi mama asikii. Ameshaenda kushonesha. Yaani yuko busy tu pesa. Kitenge kaka mvalizi. Achana naye guys. Nakwambia ni shida lakini utaisha tu. Wazee hizi siku yani siwaelewi, anataka mtoto mdogo, yani amejiona ni mdogo. Anakujaga hapa kazi yake ni kucheka cheka bila vichekesho. Na pesa ndio zimetawala dunia ndugu yangu. Bila hela maisha hayaendi. Ndio usijuje mzee anangangania. Wanawake wamejaa miaka yake. Yani kuna rafiki yangu mmoja ambaye nilikuwa nasoma kule. Tulikuwa tunaongea tu sana na nielezea matatizo yake, gisi na yale mlazimisha kuolewa na miaka 16.
alikuwa anateseka mwile ndoa mpaka kisa alijiua. Aliona hawezi ameshajua hilo jambo. Nishamueleza. Mama yangu ndo namwambia yani sijui kama ni kutokusoma, naambia vitu ya depression viko mnaozeshaga, sijui wazazi wa hizi siku pesa unaozesha mtoto anakufa na stress ndani, roho inavimba, anakuja kukondeana na kukaukia mnyumba. Hicho kitu hawakielewi wazazi wa hizi siku, yani ni pesa tu. Yani naomba tu Mungu anisaidie kabisa, maana huyo mzee ni mtihani kwangu. Yani kiwaza hata ile tabasamu lake. Lakini unaona kama alishawateka mioyo wazazi wako wote kwa hizo pesa. Sio wangu kabisa. Sio wangu. Shida hiyo, lakini kujikaza utafanya aje rafiki yangu? Nitafuta gisi. Hawezi yani kujisaidia wewe mwenyewe. Upiganie furaha yako wewe mwenyewe. Mimi na wewe hadi milele, nakuzimia aminia, nakuzimia, nakuzimia.